alafu baadaye tuachane na Ima TV tuongee mambo ya nyumbani. Siamu shitike. Mimi nataka niseme karibuni sana kwa sababu nilikuwa na watu ya Westlands. Sasa mmekuja kwa sababu Nairobi ni very important katika nchi yetu. Kwa sababu Nairobi ndio capital city na ndio pia biashara yote ya Kenya iko na wananchi wamejaa pale karibu milioni 6. Kura zenyewe tumefikisha 2.7. Hakuna mtu yeyote atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya bila kuungwa mkono na Nairobi. Na kwa hivyo mimi kwa sababu pale iko 2.7 million votes katika safari yangu ya kutafuta urais, kutafuta uongozi wa Jamhuri ya Kenya, niko na nia na nitatia bidii kutafuta hii kura ya Nairobi 2.7 ikuwe pande yangu. Pia tunataka Nairobi City tuchukue uongozi kama chama cha DCP. Watu wa Kenya walienda hasara sana kuchagua William Ruto kuwa president. Na kila mtu nalia. Nchi imeharibika. Amefanya Kenya kuwa nchi ya goons. Umeona ile maneno yamefanyika jana Homa Bay. Akijaribu kuzuia Sifuna na akina Babu Owino kuingia pale kwa Wajaluo. Na vile Ruto hajui hii Wajaluo tangu zamani ni watu ya opposition. Na ni watu hawezi sukumwa na nguvu. Anasukuma the wrong people. Kama mambo yake imeharibika jana kuliko vile ilikuwa. The Luo community is a very honorable community that has played a very important role in the liberation of this country. There are people who are very educated. There are people who are very intelligent. You cannot force them to vote for you. And you also cannot stop people from talking to them. The Luo nation wants to listen to everybody. They want to listen to Ruto and his lies. They want to listen to Sifuna. So stopping Sifuna and Babu to go and talk to the Luo people in Homa Bay is an insult to the community. Na watu wameumia sana pale. Karibu watu 5 wamekufa. Magari ya watu ya Linda Mwananchi karibu magari 8 imechomwa. Watu zaidi ya 60 wamejeruhiwa. Na police was part of that attack. Ndio ilikuwa na saidia goons kuumiza watu. Na mimi nataka niambie our brothers ya Wajaluo, msitumike na kasongo kuumizana. Hivyo ndivyo walikuwa wanafanya hapa Kikuyuni. Watu wetu wamechanuka wamekataa. Wakikuyu wamesema hatapiga Wakikuyu tena. Jana Moses Kuria amejaribu kupatia vijana pesa watupike Gatundu, wakachukua pesa wakazima simu wakaenda nyumbani. Tumefika pale Thika, huyu Alice Ng'ang'a ametafuta Wakikuyu ati watupige, wamechukua pesa wamezima simu wametoroka. I am so happy because mwaka 2 Ruto alikuwa anatumia Kimani Ichung'wah na Moses Kuria kupiganisha jamii. Kupatia Wakikuyu pesa wapige Wakikuyu. Hao Wakikuyu nimeongelesha, tumeongea, tumekubaliana as a community. Hatutakubali tena kupiga mwenzako na ndugu yako. Pale Nairobi huyu governor Sakaja alikuwa amejaza wahuni kupiga watu. Wakati agency akalete goons wakaumiza watu Nairobi. Siku tumevamiwa Mweki PCA, Sakaja ametuma watu. Na ile MCA ya Umoja 1 anaitwa Ronaldo anapiga watu pale. Ile MCA wa pale Mathare wanapiga watu pale. Lakini at least I'm happy. Jamii yetu ya Wakikuyu imerefuka. Nimesema hakuna Mkikuyu atapiga mwingine. Pale Olokalao walipelekwa wapige watu wakagoma. Na pesa wamechukua. Ikabidi Kasongo atume polisi wapiga watu. Because there is no Kikuyu who is willing to fight another Kikuyu. And I'm so proud today. Katika safari yangu ya uongozi, ile jambo moja nimefaulu na nitajivunia maisha yangu. At least as a community tumekubaliana. Hakuna Mkikuyu atapatiwa pesa apige Mkikuyu mwenzake. I am very happy. Na nimefurahi sana. Sana. Sasa hao wenzetu wa Jaluo, please. Kwa nini mnapatiwa pesa wewe Onyango upige Okech? Kwa nini? Wale wameumia pale ni Wajaluo.
wenye kuwaumiza ni Wajaluo. Kasongo anacheka. Hapo mbeleni alikuwa anachekelea sisi jioni. Akiona Wakikuyu wakiumizana, akikunywa ile maziwa yako inaitwa murusiki. Anacheka mpaka jino linaonekana ile ya mwisho. Akifurahi ati Wakikuyu wanaumizana. Sasa kwa Wakikuyu amekwama, ameingia kwa Wajaluo. Wajaluo wanapatia iko PS anaitwa Raymond Omolo. He's a chief goon katika nchi yetu. Na huyu Wanga, governor ya Homa Bay. Wamepatiwa pesa na Kasongo na Gudia. Tafuteni Wajaluo waumize Wajaluo wenzao. Our brothers from the Luo nation, please, we plead with you. How do you allow Ruto to give money to community members to hurt members of the same community? Na akifika kwa watu yake Wakalenjin, hawezi pea vijana pesa wakapige mtu, anawapeleka jeshi. Wafundishwe, waandikwe, wakapigana na adu. Wengine anapeleka polisi. This man is very clever. The young men from his community, all of them, he has taken to the military, to the police, to KWS. For other communities, he gets foolish members of parliament. Take money, give your sons to go and fight members of your community. Lakini huwezi kuona Mkalenjin anaumiza mwingine. Vijana wote juzi kumekuwa na passing out parade. Out of 5,000, 3,000 ni watu ya jamii yake. Jamii zingine yote chukueni pesa pea vijana wakatume mawe. Mimi nilikuwa nauliza MPs wetu wakina Ichung'wa. Hii passing out parade imekuwa juzi hapo Eldoret. Iko vijana ngapi kutoka jamii yetu? Iko watu walitoka Nairobi? There's nobody. Wewe Alice Jinganga chukua pesa. Patia hiyo Wakikuyu wakapige Rigi. Wewe Ichung'wa chukua pesa, patia hao wakapiga huyu. Wewe PS Raymond Omolo chukua pesa, patia Wajaluo wakapiga Wajaluo. Wewe Murkomen eka vijana kwa lori, peleka Eldoret wachukuliwe jeshi. Wewe Aaron Cheriot tafuta Wakipsigis, peleka Keganjo waigie polisi. Wewe Ichung'wa kuja chukua pesa, patia vijana wakatume mawe. Hii watu wetu ni wajinga, si wajinga. How do you allow Ruto to pit community against one another? Yet his own community amewajaza kila pahali. Kama police national service is ethnicized. OCS yote Nairobi si ni jamii yake. Mauspidi yote. Amefukuza jamii zingine zote kwa police command. Ameweka jamii yake Nairobi. Out of 33 OCSs, 26 ni watu yake. Nakuru wote ni watu yake. Kiambu watu yake. Kirinyaga watu yake. Murang'a watu yake. Amejaza watu yao kila pahali. The rest of us, chukueni pesa. Hii vijana wenu wanapiga kelele. Saturday inafika na Sunday siku ya mikutano. Wangoje hii siku tano, kazi iko weekend. Chukueni pesa, patieni vijana wachukue mapanga, wachukue mashoka, wakapige watu yao. Waende wakachome magari. I'm asking all other communities in Kenya to understand that this man is an evil man. He's evil. For his community, masio yote ya Parastato ni watu yake. PSS ni watu yake. KRA ni watu yake. Military ni watu yake. Police ni watu yake. Prison ni watu yake. Amejaza watu yake yote kila pahali. Wanaishi vizuri, wanapata mshahara. For other communities, take money and fight one another. Sasa watu wamekufa Homa Bay, wamekufa nini? Hao wamejeruhiwa nini? Hiyo magari imechomwa ni nini? Na Ruto saa hiyo alikuwa ameenda harusi Dubai. Anafuata na YouTube. Akiona vile Wajaluo wanapigana anasema basi. Kabisa. He is happy to see other communities tear each other, to kill each other, to injure each other. But for his community, he has arranged the best for them. So mimi naambia wewe PS Raymond Omolo, young man, because I know you, I want to tell you today from where you are, there was another Luo man, short like you, a bit plump, wewe ni mbeba kidogo. Alikuwa anaitwa Hezekiah Oyugi. Alikuwa na nguvu kama hiyo uko naye.
alikuwa anaitwa Kalam Maduong, the mighty pen. His word was law. Alikuwa shamba yake iko pahali inaitwa Rongo. There was no airport. There was nowhere planes could land. There was no airstrip. Alikuwa anapiga simu, OCS inafunga barabara pande hii na pande ile kilomita 6. Anaangusha ndege kwa rami. Anaenda kwa shamba, anakaa kutoka asubuhi mpaka jioni. Magari pande ile zinangoja, magari pande hizi zinaengoja. Akimaliza anaingia kwa ndege, ndio gari zinaanza kusonga. That is how powerful Oyugi was. Alikuwa ni yeye peke yake, walikuwa naenda sauna na Moi. Wanaingia wanaume, wanakaa uchi, wanaota joto na kusweat. Wanaamua ni nani atakuisha Kenya, ni nani atasimama. Tulikuwa sisi tukiwa Madiu, akikupigia simu, hata kama uko 400 kilometers, unasimama ukiongea na yeye na simu na kupiga salute kwa simu. That is how powerful he was. Akatumiwa na Moi, akatumiwa kuumiza watu. Ndiye alileta maneno ya rigging ya 1988. When Mwai Kibaki here alikuwa rigged kama chairman wa KANU hapa Nyeri. Na ndio Kibaki siku hiyo akasema even rigging requires some intelligence. Hiyo system yote biwot, akapatiwa cell, akaletewa mattress, akaletewa kila kitu, akakaa hapo ya kufunika watu macho. Oyugi akadungwa sindano. Life was never again the same. In 7 months he was dead. Not even the assistant chief of his area, not even Mzee Nyumba Kumi alikuja mazishi yake. That is how Moi misused Hezekiah Oyugi. Repeating itself. You are today's Hezekiah. Ile jamii moja alitoka, ndio jamii wametoka. History is repeating itself. Siku Ruto atakugeuka hivi karibuni, akiona kura ya Wajaluo hakuna, kwa sababu hakuna, ndio utajua huyu ni nani. You also remember there was James Opio, another Luo man. Alikuwa Nyayo House torture chamber kwa special branch. Ndio alikuwa nafinya wanaume makende. Wale wanaume wote walipitia mkono yake, hakuna anaweza saa. He is the one who tortured men. Aliumiza hata kina Raila Odinga na kila mtu. He is today a poor man, anatembea na bodaboda. Nobody cares about him. He walks like a ghost. So Were Modomolo, endelea kutafuta pesa, pea Wajaluo kuwa Wajaluo. And I have started because I'm a student of literature. Nimesoma oral literature about the Luo nation. The Luos don't kill. They don't. You are the first one where Raymond kuwa Wajaluo. A Luo man does not remove plants from the shamba kabla kuiva. Hata kama shamba ni yake, kama umepanda, anangojea mpaka ufanye nini? Uvune. Those are the customs of the Luo people. Very honorable and decent community. So Were Modomolo, endelea kutumiwa na Ruto vile ametumia Ichung'wa hapa kwetu. It's up to you. So mimi nataka niseme wote Nairobi ndio nimalize. Watu ya Kenya tumehangaika kwa Kasongo. Watu ya Nairobi, they have suffered double betrayal, double tragedy. Wamesalitiwa na Kasongo na Sakanja. Sasa kama kuna watu wako na uchuku Kenya hii, ni watu ya Kanairo. This Sakaja tulimtetea akachaguliwa. He has stand against the people. Hii goons iko Nairobi ndio wanaleta na Kasongo. Nairobi is a goon town, a goon city. Ndio niambia watalii don't come, mtaumizwa. Investors mtaumizwa. Kasongo mwenyewe akitembea Nairobi anatembea na goons. Akiondoka there is destruction of property. This Nairobi have suffered. Amehangaishwa wafanyabiashara. Everybody is crying in Nairobi.
So Nairobi is a special area, special county in the next election. We must deal with Kasongo and Sakaja at the same time. Kwa hivyo mko na kibarua. Lazima tutafute governor ambaye atasaidia watu wa Nairobi. Yeah? And huyu Irungu Nyakera alikuwa anataka kuwa governor wa Nairobi. Nikamketisha chini nikamwambia bwana, mimi shida niko nayo kubwa ni bunge. Sisi tulipata shida kwa kuenda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika Mtoni tukaambiwa tushuke. Tukapata matatizo. Tumekuja kujua serikali ni bunge. Pale bunge mimi nataka wanaume hawezi nunuliwa. Na pale mimi nimepata matatizo nikijaribu kutetea watu wangu. Kwa sababu wabunge wote walichaguliwa wakiwa na mimi. Wote walituuza kwa Kasongo. Wanashughulikia tumbo zao. So mimi nikaambia Irungu Nyakera, vile mimi nimekupima. Uko na mali yako, uko na msimamo, uko na integrity. I need you more in the National Assembly than Governor of Nairobi. So mimi nikamuomba kwa heshima, tafadhali kubali ukuje uende National Assembly. Huko ndio mimi nataka usaidizi. Ndio tutengeneze sheria nzuri ya kusaidia Wakenya. Na ndio tufanye oversight. Wale wabunge wote ya Nairobi wamenunuliwa. Kwanza ile ya kweli inaitwa Aladwa. Hiyo mtu akisikia pesa anashindwa hata kutembea. Anauliza atafika State House ngapi? Si ametuuza. Na uone hii watu kwanza na walikuwa na mudharau. These ODM members of parliament in Nairobi, none of them except Yarwaraka angepita bila kura ya Kalonzo. Sasa vile Kalonzo alisaidia hii watu ya ODM, akinisaidia iko makosa? Si makuzo wapendane. Kalonzo ni Nyakera, maneno imekwisha. Imeisha. Si huyu Aladwa aende nyumbani? Aende kwa Kasongo? Watu ya Makadara wanaumia. Hii mtu kazi yake ni kusifu Kasongo. Oh Kasongo, oh you are the best. Oh baba. Oh without you I don't know together wapi. Oh tutam. Ni bure si bure. That Aladwa man must go home. Si ndio? Na ndio nimemwambia mkuje hapa tupange. Si ndio? Si lazima tupangane vizuri. We must have a new member of parliament in Makandara. Ambaye atatetea watu ya Makandara. Ambaye atapeana CDF fairly. Bila ubaguzi. Pale iko ubaguzi mingi sana. Watu wamekuwa discriminated. Kwa basari kwa nini? We must have change of leadership in Makandara. Na ndio nimesema mkuje tupange. Mimi nikipanga kiti ya rais hata hii ya bunge msaidie tuendelee kupanga. Because for me to succeed, I need members of parliament. Now I want to assure you, me and my brother Stephen Kalonzo, tunakubaliana. And we are good friends and good cousins. Family is family. Hata hiyo watu ya Wiper wote wanakuja hapa kesho kuniona. Wote. Yeah? Maseneta yote ya Kalonzo, wabunge wote amemwambia wakuje, waone mzee hapa Mlimani. Tupange maneno yetu. Si ndio? Wasikizwe. Yes. And again it's about family. What is the problem? My cousins wakitoka Ukambani kuja Wamonyoro kutembelea kuzoo wao. Tupange mambo yetu kama familia. Familia ipendane isipendane. Ipangane isipangane. Yes, we must work together. You know, kukipatikana shida kama ile kwa Kenya, kila mtu narudi kwa familia yake. Mkipata matatizo, mimi nipata matatizo na kikipia kwa Veredokas. Sasa tumepata shida tunatafutana makazini. Kujeni tupange mambo yetu kama familia. So mimi nataka niseme watu ya Nairobi, thank you very much for coming na kuleta huyu Nyakera. Na tutaongea ya nyumbani off camera. Tukubaliane mamobility 3. Tupangane tusonge pamoja. And I want to tell you, good people,
msijali. Huyu Kasongo is cornered. Hana kuna bali analia kama panya imeshikwa na mtego. Saa hii anaona wapi Rigiji ametoka mlimani, anasikia niko Nakuru, kabla aambiwe niko Nakuru, nimetoka Nakuru, niko Thika. Akiuliza Thika anasema nini? Niko wa Munyoro. Akikakaa niko Narok, niko Kajiado. Unajua alikuwa anijui vizuri. This man alikuwa ni dharau. Unajua mimi nilikaa na yeye because mimi ni mtu mwerevu. Nikaona amekutoa makucha, nikanyenyekea. Nikajifanya mji. Hata nilikuwa nasema mimi sijasoma. Anafikiria sijasoma. Anaona mimi ni mpole. Akanidhara? Saa hii analia. Anajua Rigiji mwenyewe. Na nimemwambia wewe Kasongo, wachana na Uhuru Kenyatta. Wacha kuingilia Uhuru Kenyatta. Don't divert attention ya Wakenya kwa ile mambo yako ya 4 years. Hakuna kazi umefanya mwaka 4 isipokuwa kuua Gen-Z na kuimpeach Rigiji. Those are the only things you have done. Kuua Gen-Z na kufukuza Rigiji. Kuna kazi nyingine amefanya? Masomo ameharibu aje haribu? Matibabu ameharibu aje haribu? Biashara ameharibu aje? From 2.8 million, 2.5 million kwa container, aweke 3.5 nikakataa. I stood firm. Nikamwambia utafanya hivyo. Hii ni kuumiza wafanyabiashara. Sasa ameendelea tena ameongeza from 2.5 to 3.2. Mimi naambia watu ya Nyamakema, watu ya Kirinyaga, Taveta Road, usikubali. Kasongo usiumize hii wafanyabiashara. Pesa ya Kenya yote umechukua, umeweka Citizen Bank. Pesa umekata ya SHA. Pesa umekata ya NSSF. Kila mtu anaumia, everybody is crying, there is no money in the pocket. Uliahidi wa Kenya utaweka pesa kwa mfuko. Kuliko uweke pesa kwa mfuko, ile kidogo ilikuweka ukawachukua, ukawainamisha, ukatoa. So mimi nimwambie msijali. Wazungu wanasema the darkest hour is just before dawn. Our dawn is coming. Na mambo itakuwa sawa, si ndio? Na msijali. Hapo Nairobi walisuguka na Sakaja. Hii mtu ni muongo. Ati nitajenga classrooms kwa kila shule. Kuna classrooms wamejenga? Ati watoto nitawatengenezea machine ya kutengeneza chapati 1,000,000 kila siku. Iko machine iko kama hiyo? Sisi tumeenda kwa Google, there is no such a machine. Sasa hii mtu anadanganya mpaka watoto ya primary school. Children. And you know watoto ukiwadanganya, they will never forgive you. Ukiambia mtoto nitakupatia soda, lazima ufanye nini? They don't forgive. Na walikuwa hapo na Sakaja, machine ya kutengeneza chapati 1,000,000 every day. Sijui nini. Uongo mtupu. So lazima huyu Kasongo na Sakaja tuwapangie na Aladwa waende nyumbani. Si ndio? So nyinyi watu ya Makadara, kazi yenu ni Kasongo, Sakaja na nani? Na Aladwa. Nimesikia ati walikuwa wanapanga hapo hii Pasaris wamemalizana na yeye ati wanataka kudampu yeye Makadara. Mtakubali? Si ni mtu ya Kasongo? Si Pasaris ni mtu ya Kasongo? Ati yakuwe dampu hapo Makadara. Hata si mall, huyo ni Kasongo mwenyewe. Hatuwezi kubali. So mimi nimeshukuru sana, si ndio? I think wacha nipatie mheshimiwa Kasheri amsalimia, ongea mambo moja ya kitaifa, ndio sasa turudi kwa ile mambo yetu ya nyumbani. Hiyo ndio ya muhimu sana. Si ndio? Na mambo nataka tukubaliane 2-3 things very briefly. Tukishakubaliana hiyo maneno kwisha. Ndio nilimwambia Nyakera lete hawa watu kwanza. Tupangane namna hii. Tukishapanga hiyo mambo mengine yote yatakuwa straight. Ndio nataka nikimbie Amerika kidogo, nikirudi nikuje Makadara kama mmenipangia mkutano. Sio. Mnajua mheshimiwa Jerry Maina? Mnamuonanga? Kamsichana kadogo lakini akili mingi. Haya mheshimiwa, kuja usalimie. Watu wa Kanairo hoye. Bag ni ya nini?
Ati bag ni ya nini? You know, sisi watu wa ushago, we don't know those things. Mimi niliuliza bag ni ya nini? I think by one of the young ladies anaitwa Angelica Higa. Nikamwambia unajua bag yangu ni kidogo. Sasa huwa naeka tu simu na labda lip balm. Hata sikuwa nimesikia hiyo ngoma. I think I'll just say a few things. First, to my brother, Irongo Nyakera. When we were launching the foundation to honor my late dad, you supported me, asante sana. He's a leader that deserves to be in parliament. Just the other day when we were passing the finance bill, kuna kitu alipitisha ya import declaration tax. That is going to affect businesses, importation businesses. And KRA is saying that they're hiking importation tax with around 28% from 23rd August. When we were debating it in parliament, I could tell people were actually aloof. They were not even aware what is happening, majority of the members. So we need people who understand policy. We need people who know how any legislation in parliament can cascade to affect our people. Unajua watu wengi wetu ni wafanya biashara. When they demand that you have a full container load, you know a lot of our people do consolidation. And you can imagine how that is going to hurt the economy. Juu kama tuko na mbunge ambaye anajua hii kitu ikiletwa ikipitishwa ita hurt watu wetu. Politics is local. And even in the United States, the UK and everywhere, people consolidate as communities. That is why pale US they have a Jewish community that is very powerful, that lobbies and funds Congress members, Senate members, to ensure that the Jewish interests are represented. So hata hapa nyumbani tusiambiwe ati tukiongea mambo ya Mount Kenya region, to cater for the interest of our people, that we are doing anything that is untoward in regard matters democracy. Nikimalizia niseme tunaenda Emurua Dikir. We're going to be led by our party leader, His Excellency Rigathi Gachagua, pale Emurua Dikir. Na unajua wale kina mama wa Emurua Dikir, uliona vile walikuwa naimba? Sasa mimi nataka nione kama I can learn some dance styles pale. We also learn the political mobilization and the power of women in politics. Na pia tushukuru jamii ya Emurua Dikir, manake they gave a party yenye hata is a new baby in the competition, more than 10,000 votes. Chama ambayo walisema ya kwamba ni ya mlima haiwezi toka hapa, wakasema maneno mingi. Sasa chama imekuwa national. Hadi kule Rift Valley Emurua Dikir tunapata more than 10,000 votes. And we want to tell the president, we always see you here in Mount Kenya region canvassing for support, launching projects that never end, that are never completed. We are coming to Emurua Dikir. We want to see how the state will treat His Excellency and the members of parliament who will accompany him and the supporters of DCP party in Emurua Dikir. Kenya is a democratic nation. Every Kenyan has a right and a freedom of association. The people of Emurua Dikir have a right to listen to their party leader, His Excellency Rigathi Gachagua. So it is not a favor that he's going to be doing us, or the state is going to be doing us. Nimesikia kina Murkomen wakisema tusifike Emurua Dikir. Emurua Dikir is part of Kenya, so tutafika Emurua Dikir. We shall come. The people of Emurua Dikir also deserve to hear the truth. Na Wakenya ndio watafanya maamuzi. Waseme ama wako huu upande, ama huu upande mwingine, ama ni vipi? Na kila Mkenya ana haki ya kuzunguka mahala popote Kenya. Na Emurua Dikir manake ni part of Kenya, tutakuja na tunajua katiba imetupa hiyo freedom na ruhusa. Na sisi kama wajumbe ambao tunamuunga mkono Rigathi Gachagua tutakuwa pale pia Emurua Dikir. Tukieneza ujumbe wetu, na ujumbe wetu ni one
term movement. So the people of Unwadikir can decide kama wanaona wamefanyiwa kazi, kama wanaona hawajafanyiwa kazi, basi waungane na sisi na Wakenya wengine ili tuweze kukomboa taifa letu. Andwa makanda rangu kinyia hau, diaragia muno, gaserine wosio, aiganoguo, ahanoguo, naragioguo, gayamurathime munyiterera irongo nyakera. Thank you very much. Asante, Emilio is okay now.